shekera bakabasha. Shekere boko tekeri abrakababashone makababasha. Oh shekere boko bashenda na makababashokoto. Ko shekere boko bashekera bakababasha. Lemoko shekera bakabasha katakababasha. Father, we thank you in the mighty name of Jesus Christ. We glorify your name, Father God, in the mighty name of Jesus Christ. We welcome your Holy Spirit. Come take full control in everything we are going to do here today in the name of Jesus Christ. Father, in the mighty name of Jesus Christ, let your anointing fill this place in the mighty name of Jesus Christ. Let your anointing purge our mind, purge our souls, spirit, and body, Father God, in the mighty name of Jesus Christ, to receive your word in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. As Pastor Siak said, Father God, we break the power of witchcraft in the mighty name of Jesus Christ. Amen. We break the power of a spirit of divination in the mighty name of Jesus Christ. We break the power that is not of God, that we try to interfere with the work of God right now in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. The topic for today will be, my kingdom is not of this world. Na kichwa cha neno cha leo kinasema ufalme wangu si ufalme wa dunia hii. Hallelujah. As we hear the testimony na vile tumesikia ushuhuda of Mama Annie, kwa Mama Annie, we understood, tulielewa, that we are not going to live here and be gone completely. Na hatuko hapa chini ya jua ili tuweze kupotea kabisa. There is somewhere we are going. Tuna mahali tunaelekea. That's why Jesus Christ said, ndio maana Yesu amesema, my kingdom is not of this world. Ufalme wangu sio wa dunia hii. Hallelujah. We are living here, we are going somewhere else. Tunaishi hapa lakini tunajielekeza mahali. We are here on a mission. Tuko hapa, tuko na kazi ya kufanya. We are here because God wants us to be here. Tuko hapa kwa sababu Mungu anaruhusu tuwe hapa to do his work. Ili tuweze kufanya kazi yake. Let us not forget. Acha tutegemee Mungu. The God who sent you here, Mungu ambao amekutuma hapa, he wants you, anakuhitaji to focus ili uweze on his kingdom. Just ufalme wake. To focus on his kingdom. Yani kukazia macho kwa ufalme wake. Let us not put all our eyes, our thoughts, our mind on this planet Earth, on this world only. Acha tukazie macho na akili zetu kwa ufalme huo. Amen. Amen. We need to focus on the kingdom of God. Tunahitaji kukazia macho katika ufalme huo wa Mungu. And the kingdom of God is not drinking and eating. Na ufalme wa Mungu sio wa kula na kunywa. The kingdom of God is not something you can see with your naked eyes. Ufalme wa Mungu sio kitu ambacho unaweza kutazamia kwa macho yako ya mwili. That's why Jesus Christ gave us a hint. Jesus gave us a hint, a trick, and a way of living and knowing that we are here temporarily, but we are going somewhere else. Na ndio maana Yesu kabisa ametutia hapa just kuishi hapa kwa muda tu, lakini tunaelekea mahali. Hallelujah. If we go to John 18 verse 36, na tukiangalia katika Yohana 18:36, Yohana 18:36, it says, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were on this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. Hallelujah. Yesu alikuwa anazungumzia kuwa ufalme wake sio hapa chini ya jua. Hallelujah. Amen. We didn't come from here. Hatukutokea hapa. We are not going to stay here. Hatuendi kukaa huko. We are going to somewhere else. Tunaenda mahali. That's why Jesus Christ
reminding us, Na ndio my maana kingdom is not this world. Yesu alikuwa anatukumbusha kuwa ufalme wake sio wa hapa chini ya jua. Hallelujah. Amen. 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 Why Jesus Christ came to say, my kingdom is not of this world. Kwa nini Yesu alizungumzia akasema ufalme wake sio wa hapa duniani? Because he was betrayed. Kwa sababu walimuuzi sana. He was betrayed and he was arrested. Walimuuzi pia na wakaweza kumkamata. Amen. And when this happened, wakati hayo yametokea, he was betrayed by Judah. Na aliweza kukamatwa na Wayahudi. He was betrayed by Judah. Alikosewa na Wayahudi. If we go to John 18 verse 1, Yohana 18 mstari wa kwanza, we see what he says. When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples to the brook Kidron, where there was a garden which he and his disciples entered. And Judah, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Verse 1 specifically, mstari wake wa kwanza, we can see that Jesus Christ, utamuona Yesu, he was not focusing on the planet Earth, on this world. Hakukazia macho katika dunia hii. But those who betrayed him, wale ambao walimsaliti, those who arrested him, wale ambao wamemshika, they were thinking that he's the king. Wenyewe walikuwa wanafikiri ni mfalme. They were thinking that he's the king coming to take power on this world. The king of, they were thinking he's coming to be the king of Jews. Walijua kwamba anakuja kumiliki hapa chini ya jua. Hallelujah. Amen. But they were wrong. Lakini walikuwa wamejidanganya. They didn't know, they didn't believe who he was telling them that he is. Hawakuwahi kujua ule ambao aliwaambia yeye ni nani. Jesus Christ always focused on the Father in heaven. Wakati wote Yesu alikuwa anakazia macho kwa baba yake wa mbinguni. Hallelujah. Jesus Christ didn't do anything. Yesu hakufanya lolote. Anything. Kila kitu. Without bila speaking to his Father. Bila kuzungumza na baba yake. He was always in contact with the Father. Wakati wote alikuwa akizungumza na baba yake. He was always doing the will of a Father. Na wakati wote alikuwa anafanya mapenzi ya baba yake. That's what we need to do, church. Ndio maana tunapaswa kufanya hivyo katika kanisa. We need to focus on the Father. Tunahitaji kukazia macho kwa baba yetu. We need to focus and see what Jesus Christ did and do exactly what he did. Kufanya yale ambao Yesu alikuwa anafanya vile vile yenyewe alitenda. Whether we pray, whether we do anything. Wakati tukiomba, kila kitu tukitenda. And let us continue to think about the Father God. Acha tuendelee kufikiri kuhusu baba yetu. Let us continue to do the will of God. Acha tuendelee kutenda mapenzi ya Mungu. We are going to see, if we go to John 17 verse 1. Na tukienda kwa Yohana 17 mstari wa kwanza and verse 2. Na wa pili. We see that Jesus Christ never did anything except focusing on his Father. Utakuta Yesu hakufanya lolote bila kuzungumza na baba yake. These are those words he spoke before he was arrested. Hii ni maneno aliyozungumza mbele aweze kukamatwa. Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven. Na alikuwa akiongea hii akikazia macho mbinguni. And said, na akasema, Father, Baba, the hour na muda has come.
umefika, umetimia. Glorify your son. Muda umewaidia That your son also may glorify you. Yani upewe sifa kama vile mtoto wako anapewa sifa. As you have given me authority, umenipa mamlaka over all flesh, umenipa mamlaka that I should give eternal life to as many as have given him. Hallelujah. Amen. And this is the eternal life. Na hii ndio uzima wa milele. That they may know you, wakujue wewe, the only true God, na wakujue wewe Mungu wa kweli, and the Jesus Christ, na Yesu Kristo, whom you sent. Ule ambao umemtuma. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And you can see, he said, glorify your son, Father. Kasema Baba utukuzwe, so that your son can glorify you. Na mtoto atakutukuza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is Jesus Christ himself talking to the Father. Yesu mwenyewe alikuwa akiongea na baba yake. He was in direct contact with the Father. Na alikuwa anaongea na baba yake straight kabisa. He knew that he was going to leave this planet Earth, this world. Alielewa kuwa yeye sio wa dunia hii. He prayed for himself. Na yeye mwenyewe amejiombea. But he went to the Father. Na akaenda kwa baba. And he was saying, na akasema, you have given me authority over all flesh. Na umenipa mamlaka kwa wale wote wa mwili. So I may give eternal life to all you have given me. Na nitawapa uzima wa milele wale wote ambao umenipa. Amen. Hallelujah. Amen. This to say that Jesus Christ, ni kusema Yesu Kristo, whoever comes to Jesus Christ, ule ambao atakuja kwa Yesu Kristo, it has been given to him by the Father. Na atakuwa amepewa na Baba. Amen. Amen. No one go to the Father, hakuna ambao atakwenda kwa Baba, without the Father bila Baba allowing it. Kumuruhusu. In other words, kwa neno lingine, you cannot be saved. Hauweze kuokoka. You cannot be saved. Hauweze kuchukua wokovu. You cannot say God is my Jesus Christ, you are my Lord and my Savior. Hauweze kusema Yesu ni mkombozi wangu. Come into my heart. Yenyewe natoka ndani ya roho yako. Forgive my sins. Unihurumie dhambi zangu. And be my Lord and my Savior. Uwe mfalme wangu na mkombozi wangu. Without the Father God. Kama sio Baba. Saying, anasema, time for you. Wakati wako. To know who's your true God. Kujua nani ambao ni Mungu wa kweli. Time is now. Wakati ndio huu. To restore. Kuweza kubadilisha. Your relationship. Uhusiano wako. With me. Mimi. With me, the Father. Mimi na Baba. Through Christ Jesus. Kupitia Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. 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 No one can be saved. Hakuna atakayeokoka. Without the will of a Father. Bila mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 And then he says, this is the eternal life. Na akasema hii ndio uzima wa milele. That you may know. Kujua. That you may know. Kujua. The only true God. Mungu wa kweli. And Jesus Christ. Na Yesu Kristo. Whom you have sent. Mwenyewe umetuma. Amen. Amen. There's something that we need to know. Kuna kitu ambacho tunahitaji kujua. Amen. Amen. There is a true God. Kuna Mungu wa kweli ambao ni Baba. Who sent Jesus Christ. Yeye ambao amemtuma Yesu Kristo. To save us. To save us. Kuweza kutuokoa. Amen. God didn't send Jesus Christ. Mungu ametuma Yesu Kristo. On this planet Earth. Kwa hii ardhi. In this world. Kwa hii dunia. Just to make us prosper. Kuweza kutabisha sisi tufanikiwe. Just to have a good life. Kuwa na maisha mazuri. Just to enjoy life. Yani kufurahia maisha. Just to buy cars and houses. Kununua magari, manyumba. To be famous. Yani kukuwa mashuhuri. But his goal is to show us the kingdom
Mpango wake ni kutuonesha go. ufalme wake mahali tunaelekea. Hallelujah. Amen. And the kingdom of God. Na ufalme wa Mungu. Hallelujah. Amen. Jesus Christ continued to speak about the kingdom of God. Yesu akaendelea kuzungumzia kuhusu ufalme wa Mungu wakati wote. Amen. Amen. Before even he go back, hata mbele aende, he remind us. Alitukumbusha. Hallelujah. Amen. My kingdom, ufalme wangu, is not of this world. Sio ufalme wa hapa chini ya jua. Amen. Amen. Meaning, if you believe that Jesus Christ is your master, your Lord and the Savior, tafsiri ni ya kwamba ukikubali, unaamini kuwa Yesu ni mkombozi wako, know that you are not here forever. Hauko hapa milele. Let us focus again. Acha ukazie macho tena unto Father God, kwa Baba and Jesus Christ, na whom Yesu Kristo aliyetumiwa huko, to restore your relationship with the Father. Yani kubadilisha tena uhusiano wa wewe na Baba. Hallelujah. Amen. Without receiving Jesus Christ as your personal Savior, bila kumkubali Yesu kama mkombozi, you have no chance, kwa kweli hauna bahati yoyote, to go into the kingdom of God, kwenda katika ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Only way to go to the Father, to restore your relationship with the Father, kwani kubadilisha tena uhusiano na Baba, is to accept Jesus Christ as your personal Savior, not limiting yourself on Jesus Christ, but knowing that Jesus Christ came to do the will of a Father. Kukubali ya kwamba Yesu alikuja kufanya mapenzi ya Baba. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 4, he says, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, and the glory which I had with you before the world was. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If you can see there, he says, anasema hivi, I have a glory before. Nilikuwa na utukufu. I have a glory before I come here. Mbele nije nilikuwa na utukufu. But now, lakini leo, amen, Father, glorify me together with yourself. Baba, uweze kunitukuza na mimi. Hallelujah. And with the glory which I had with you before the world was. Amen. Utukufu ambao nilikuwa nao uko juu. Amen. Amen. Before you go back, mbele ya kurudi huko, there's something we have to do. Kuna kitu ambao unastahili kufanya. Amen. Amen. Restore your relationship with the Father. Kubadilisha uhusiano wako na Baba kupitia Yesu. Hallelujah. Amen. But if we go back where we were, we see that Judah Iscariot, utakuta Yuda Iscariot, when he betrayed him, wakati alimsaliti, they thought, those who sent him, walikuwa wanafikiri yeye wenyewe wamemtuma, that he is coming to take their power. Walijua anakuja kuchukua mamlaka. They were thinking that he is coming to take the kingdom. Walifika kama anakuja kuchukua ufalme. That he was going to become a king of the Jews. Maana atakuwa mfalme wa Wayahudi. But that was not his plan. Hiyo haikuwa ndio mpango wake. He came just to let us know there is another kingdom where we are going to go. Alikuja kutujulisha kuwa kuna ungine ufalme. Hallelujah. Amen. 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 Let's see verse 3. Na acha tuone hii mstari wa 3. 2 and 3. Amen. Amen. And the Judah who betrayed him also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. Then Judah, having received a detachment of troops
And the officers from the chief priests and the Pharisees came there with their lanterns, torches, and the weapons. Hallelujah. Amen. And Jesus, therefore, knowing all things that would come upon him, went forward and said to them, "Whom are you seeking?" Whom are you seeking? Amen. Let's go back to verse 3. Who were with the Judah? Who were with the Judah? The Pharisees. Amen. Amen. The detachment of the troops and the officers. They could not arrest him. They were not going to be able to arrest him. They were not going to be able to find where he was unless they had Judas Iscariot. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But all this Na haya yote was to fulfill the plans of God. ilikuwa ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Even though they were thinking to get rid of him. Although he was they were thinking, this man, we have to take him out. Yaani walikuwa mpango wao wanasema huyu tunaenda kumtupa nje. Hallelujah. We are going to kill him. Tunaenda kumuua. Because he pretends to be the son of God. Kwa sababu anadanganya kuwa ni mwana wa Mungu. He pretends to be the Messiah. Anadanganya kuwa yeye ni Messiah. He pretends to be the king of the Jews. Anadanganya kuwa yeye ni mfalme wa Wayahudi. So we have to act quickly. Lazima tuweze kumtendea haraka sana. Hallelujah. We have to act quickly. Tunastahili kumtendea haraka sana. Take him out, kill him, so that he will not be disturbing us. Kumchukua na kumuua. Hallelujah. Amen. And verse 4 says, Jesus knew, knowing all things that would come upon him, went forward and said to them, "Whom are you seeking?" Na wakati wa Yesu waliwauliza, mnatafuta nani? Muronderande. Mnatafuta nani? Jesus Christ. Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. He said, verse 5 says, Jesus Christ of Nazareth said to them, "I am he." And the Judah who betrayed him also stood with them. Now, when he said to them, "I am he," they drew back and fell to the ground. Hallelujah. Amen. Amen. Na wakati Yesu aliwaambia mimi niko hapa, wote wakaanguka. Jesus Christ has a power. Yesu ni nguvu. Jesus Christ has a power. Yesu alikuwa nguvu, alikuwa ni nguvu. Hallelujah. Amen. No one could take him out. Hakuna anaweza kumtupa nje without him bila yeye allowing them kuruhusu wafanye hivyo, to take him out, ili waweze kumchukua. Hallelujah. Amen. And then he asked them again, "Who are you seeking?" Akawauliza tena mara nyingine, mnatafuta nani? And they said, "Jesus Christ of Nazareth." Yesu Kristo wa Nazareti. Jesus Christ answered, "I have told you." Akajibu, niliwaambia. Therefore, if you seek me, kama unanitafuta mimi, let this go the way. Acha hii iwe njia. Hallelujah. Jesus Christ, Yesu Kristo wa Nazareti, who came to save us, alikuja kutuokoa, who came to show us the way, alikuja kutuonesha njia, the truth and the life, kutupatia uzima wa milele. Came because kuja kwa sababu he cared about you and I. Kwa sababu anakujali. Hallelujah. Wewe na mimi. He cared about us. Anakujali wewe na mimi. He cared about us. Anakujali, anatujali sisi. And he doesn't want any one of you to be hurt. Apendi wote atapotea. Hallelujah. Hallelujah. Verse 9 says that he said,
Therefore, if you seek me, let this go the way. Then the saying might be fulfilled, which he spoke, of those whom you gave me, I have lost none. Hallelujah. Amen. Jesus Christ doesn't want to lose you. Jesus Christ doesn't want to lose any one of us. Yesu hataki apoteze yote kati yetu. Hallelujah. Amen. 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 But we can see those he came to save, they are the one who betrayed him. Wale ambao walikuja kuokoa ni wale ambao wamemsaliti. Amen. Amen. Those who were with him, they are the one who betrayed him. Wale walikuwa naye na ndio wenyewe wamemsaliti. Amen. Amen. Judas Iscariot, Yuda Iscariot, even though they worked together all the years that he spent, hata walifanya muda mrefu wako pamoja, he ended up betraying him. alimalizia tu kumsaliti. Because they didn't see, he didn't know, he didn't understand the plans of God. Hallelujah. Hakuweza kuelewa mipango ya Mungu. Judah was focusing on the kingdom of this world. Na Yuda hakuwa anatazamia katika ufalme wa Mungu. But Jesus Christ was all the time focusing on the kingdom of God. Yesu Kristo wakati wote alikuwa anakazia macho katika ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Then Peter, having a sword, drew it and struck the high priest and servant and cut off his right ear. The servant's name was Marcus. So Jesus said to Peter, "Put your sword into the sheath. Shall I not drink the cup which my Father has given me?" Hallelujah. Amen. 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 What was Jesus Christ doing? He was showing them, I have a power. Yesu aliwaonesha nina mamlaka. I have a power. Nina mamlaka. Hallelujah. Amen. He took the ear, put it back on the servant Marcus. Akachukua sikio hiyo ambao Petro alikata akalirudisha tena. We will see that he was taken to the high priest. Na wakati huo akampeleka kwenye yani kuhani mkuu. Because we don't have much time, I skip the part where Peter, who was fighting for him, when he saw that things were hard, hatuna muda tungeona vile Peter alijaribu kumpigania. He's the same one who denied him. Na ni yeye ambao amemukana. He denied him twice. Alimukana mara tatu. I don't know him. Simjui. I don't know him. Simjui. And they bring him to the priests, the high priest. Na wakamleta kuhani mkuu. Because they wanted Jesus Christ to be executed as soon as possible before the Passover. Yani wanahitaji Yesu auawe mbele ya Pasaka. Hallelujah. Verse 19 tells us, the high priest then asked Jesus, now he's before the high priest. He asked Jesus about his disciples and his doctrine. Jesus Christ answered him, I spoke openly to the world. I always taught in the synagogues and in the temple, where the Jews always meet. And in the secret I have said nothing. Why do you ask me? Ask those who have heard me what I said to them. Indeed, they know what I said. Na kuhani mkuu alimpa muda wa kujieleza. Na yeye akasema niliyaongea katika masinagoge na hapakuwa kitu chochote ambao nimeficha. Which doctrine you are talking about? Which disciples you are talking about? Everything about me is clear. Everyone knows what I said. Why are you asking me again? Kila kitu kilikuwa wazi. Kwa nini unaniuliza tena hivyo? Why are you asking again my doctrines? Kwa nini tena unaniuliza mimi doctrine yangu? And about my disciples. Na kuhusu wanafunzi wangu. Hallelujah. Amen.
Amen. Then they brought him again. After Peter denied him twice, they brought him again in the court. Amen. In the Pilate's court. Hallelujah. Na wakati Pierre au Petro alimkana, wakampeleka tena mahakamani tena. Hallelujah. And then they said, they asked Jesus, they led Jesus from the Caiaphas to the Praetorium, and it was early in the morning, but they themselves did not go into Praetorium, lest they should be defiled, but that they might eat the Passover. Hallelujah. Amen. They didn't care about Jesus Christ. Na walikuwa hawajali Yesu Kristo. They didn't care about anything he would say. Na walikuwa hawajali yote ambayo amezungumza. All what they cared about. Walikuwa hawajali chochote. To condemn him, to kill him, to get rid of him. Kumhukumu. Amen. Na kusema mabaya kwa ajili yake. Hallelujah. And the Pilate then went out to them and said, "What accusation do you bring against this man?" What accusations you bring against this man? Zambi gani ambao mnashutumu huyu mtu? They answered and said to him, "If he were not an evildoer, we would not have delivered him up to you." Hallelujah. Amen. Jesus Christ was innocent. Yesu Kristo alikuwa hana hatia yoyote. They needed to find a way. Alikuwa anatafuta njia. A way to accuse him. Walikuwa wanatafuta njia zote za kuweza kumshutumu. Hallelujah. Amen. But the high priest Pilate didn't find any. The governor Pilate, he didn't find any accusations. Lakini Pilato hakuweza kuona kosa lolote. He said, "I don't find anything wrong with this man." Akasema sioni dhambi yoyote kwa mtu huu. Hallelujah. Amen. Amen. Therefore the Jews said to him, "It's not long." Verse 31 he said, "Then Pilate said to them, you take him and judge him according to your law." Therefore the Jews said to him, "It is not lawful for us to put anyone to death." Contradiction. Amen. They took him to Pilate to be judged, wakampeleka kwa Pilato ili aweze kuhukumiwa. Amen. They want him to be killed. Walikuwa wanahitaji yeye afe au wawe. But they say we have no right to condemn someone to death. Akawaambia hatuna haki yoyote ya kuweza kumshutumu kuuawa. How come you bring someone? If you bring someone so that they can be killed, kama mnaleta mtu, are you not a part of those who are killing him? Kama mnaleta mtu kama huo kuweza kumhukumu aweze kuuawa, are you not a part of those who are killing him? Huko katika miongoni wa wale ambao wamemuua. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That saying of Jesus might be fulfilled, which he spoke, signifying by what death he would die. Amen. Amen. We know that Jesus Christ was innocent. Yesu Kristo alikuwa hana hatia yoyote. Innocent. Alikuwa hana hatia yoyote, alikuwa innocent. Because if he was not innocent, kama angekuwa innocent, you and I, mimi na wewe, we will not be here. Hatungekuwa tuko hapa. We will not be here. Hatungekuwa hapa. Because no polluted blood can save you. Kwa sababu damu yoyote haiwezi kukuokoa. No blood of a sinner can save any man. Damu ya mwenye dhambi haiwezi kuokoa mtu. Hallelujah. But him, lakini Jesus Christ, Yesu Kristo, because he was a righteous man, kwa sababu alikuwa mwenye haki,
before the world and before the Father, mbele ya wanadamu na mbele ya Mungu, he was able to save us. Hallelujah. Alikuwa na uwezo wa kutuokoa. Hallelujah. Amen. Pilate again, verse 35 says, am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you to me. Sorry, must be good. Went too far. Verse 33, 34 says, are you speaking for your... verse 33 says, then Pilate entered the praetorium again, called Jesus, said to him, are you the king of the Jews? And Jesus answered him, are you speaking for yourself about this, or did others tell you this concerning me? Pilate answered, am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you to me. What have you done? Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Pilate was thinking about the kingdom of the earth. Pilato alikuwa anafikiria kwa ufalme wa dunia. But Jesus Christ, in his mind, in his heart, in all his being, he was not thinking about the nation of a Jewish nation. He was thinking about the plan of God to save you and I. Hallelujah. Yesu alikuwa anafikiria kuhusu ufalme wa dunia hii. That's why he came back and said, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. Ufalme wangu sio wa dunia hii. Na kama ungekuwa wa dunia hii, watu wangu wangeweza kunipigania. Hallelujah. Jesus Christ was able to call the Father and send him legion and the legion to defend him, to protect him. But he must drink the cup so that people of God can be saved. Hallelujah. Yesu angependa angemwambia baba yake anamtumia kikosi cha maaskari wanampigania. And Pilate didn't stop. He said, then, verse 37, John 18:37. It says, Pilate therefore said to him, are you a king then? Jesus answered, you say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who's of the truth hears my voice. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If you belong to Jesus, if you have received Jesus Christ as his personal Savior, whenever you hear his voice, you will recognize it. Hallelujah. Kama kweli umepokea Yesu Kristo na ukisikia tu sauti yake utaifahamu sauti ya Yesu. Jesus Christ was not lying. Yesu hakuwa anadanganya. Jesus Christ was telling the truth. Alikuwa anaongea kweli. But they didn't believe the truth he was talking about. Lakini hawakuelewa kweli yenye alikuwa anazungumzia. Many times it happen when someone tells you the truth and you think maybe he has something behind his mind. Kuna wakati mtu anakuambia kweli lakini unasema labda kuna mambo mengine anaficha. This is the way people of this world think, but not the Son of God. Ile ni watu wa dunia wanawaza hivyo, lakini hapana mtoto wa Mungu. If Jesus Christ promised you anything, kama Yesu alikuahidi kitu, he will fulfill it. Atatimiza. If you hear the voice of God, kama ukisikia sauti ya Mungu, you hear clearly what he says, unasikia kabisa yenye amezungumza, it will come to pass. Itatimilika. It may take time, itaweza kachukua muda, but it will come to pass. Lakini itatimilika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. Mungu ni mwema. God loves you. Mungu anakupenda. We have this message. Tuko na ujumbe huu.
to remind you kukukumbusha the principles of heaven. Yani sheria za ufalme. The principles of heaven. Sheria za ufalme. To remind you kukukumbusha that we are here tuko hapa not for too long. Sio kwa muda, sio milele. Hallelujah. Amen. We are here tuko hapa to hear the voice of God. Usikia sauti ya Mungu telling you nakwambia where we are here, wakati tuko hapa we will not remain here forever. Tujue kwamba hatuko hapa milele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's clap for Jesus. Tupigie Yesu mikono. Glory be to him. Amen. Amen. Let's stand up. Acha tusimame.